Ni katika kipindi ambacho ndoto za utoto zinapaswa kuchanua kama maua asubuhi, kundi la watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu jijini Mbeya linaendelea kupiga vita visivyo vyao. Wakikusanyika katika maeneo ya Kabwe na Mwanjelwa, watoto hawa wanasimulia hadithi ya maisha yao ya mtaani, hadithi iliyojaa giza, vilio, matumaini madogo yanayojaribu kushindana na ukatili wa kila siku. Kwa sababu niliona shangazi ananyanyasa sana, ananipiga mno, nikabidi niondoke. Sina kokote kwa kwenda, nikaona tu nije Mbeya tu huko. Kwa naishi na mama Ileje kule mpakani na Malawi. Mama kaolewa Malawi, ndo nikaja huku kumtafuta baba. Tumelala kule na Jasi njia kwenda airport kule. Bako tulienda kule kuwachukua wenzetu. Kule kwetu ndo wakaza usiku akaja akatupiga na penyewe. Asubuhi akasema twende kuokota vyuma, tukaenda kuokota. Ndo maisha yakawa hivi. Katika mahojiano na watoto hao, wameamua kutumia sauti zao adimu kuwaonya wazazi na walezi wenye tabia za ukatili majumbani, tabia zinazowalazimisha kukimbilia mtaani, wakiamini watajipatia amani, lakini wanaeleza kwa uchungu uliofichwa kwenye tabasamu hafifu kwamba maisha ya mtaani ni mabaya zaidi ya vile wanavyoweza kueleza. Wanasema licha ya kukumbana na aina za madhila mbalimbali kama kipigo, uporaji na ulawiti, bado baadhi ya watu katika jamii wamekuwa wakiwaona kama wahalifu, jambo ambalo limeendelea kuwavunja mioyo yao. Maisha ya mtaani ndio ni mabaya. Kama mtu akakukuta akaanza kukupiga, biani ya mtu anasema naomba hela, ukamkatalia, anza kukupiga. Ni mambo mengi sana. Kwa wengine wanaweza katuona sisi ni wabaya, wanaweza kusema waezi, sio waizi. Wenyewe wanatuambia si waizi. Mungu hatuwezi tukawalipa sisi. Mungu ndo atawalipa. Maisha mtaani ni mabaya kwa kweli. Ni mabaya. Na kila mtu anayetusikia, yani mtoto asije akashaurika kuja huku, ni kubaya. Tunafanyana vitendo vibaya. Na kulawitiwa huku. Hadi kupigwa. Leo bahati imewagusa. Wakiwa na uso wenye kuchoka lakini macho yaliyojaa shukrani, watoto hao wamepokea msaada wa mavazi na chakula kutoka kwa mfanyabiashara Gordon Kidumba pamoja na wenzake kutoka mkoa wa Njombe. Ni tukio dogo machoni pa wengi, lakini kwao lina maana ya kuonekana, kusikilizwa na kukumbukwa. Kidumba anaeleza sababu zilizomfanya ajitoe kuwagusa watoto hawa. Kwa mkono wa huruma, anaiomba jamii kuacha hukumu za haraka na badala yake kutazama kundi hilo kwa ukaribu zaidi, kwa macho ya utu, si hofu. Anasisitiza kuwa msaada mdogo tu unaweza kuwa nuru kubwa katika maisha yao. Nimeishi maisha magumu sana. Kifupi hata tunasema ile maisha ya hadi, yani maisha magumu. Siku ya leo niliamua kuwa siku ya leo nitakuwa nishinde na wadogo zangu wa mtaani, kwa sababu na mimi ndo nilikotokea. Nimekula nao, yani kiufupi, yani siku ya leo naimaliza na wao wajisikie, sababu kwa mimi nikaona si haba, nao ni wadogo zangu na mimi nimetokea huko. Tusio tunapenda kukumbatia mali, hazina faida, kwa sababu tukidondoka hapa bahati mbaya huwa tunazikwa na majeneza tu. Hamna kitu chochote ambacho tunaweza tukaondoka nacho. Mimi ni Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.